Karibu ndugu msikilizaji kwenye kipindi kingine chena cha ndoa. Leo hii nataka niwafundishe ubaya wa kusuguana katika ndoa. Kwa majina naitwa Dr. Robert Mbelwa, ni mwalimu, mshauri na kocha wa masuala yanayohusiana na mahusiano na ndoa. Leo nakuletea somo ambalo nimeliita ubaya wa kusuguana katika ndoa. Ndoa nyingi sana zipo katika masuguano. Ndoa nyingi zipo katika misuguano. Nataka ujue ya kwamba kusudi la Mungu katika ndoa ni ndoa kuwa mahali ambapo baraka za Mungu zinaachiliwa. Ndoa ilikusudiwa kuwa ni chanzo cha kukubalika, chanzo cha pumziko, chanzo cha kuleta ufanisi katika maisha ya ndoa. Mungu alikusudia ndoa iwe mahali pa msaada wa pamoja, si mahali pa misuguano na mafarakano. Biblia inasema kutoka kitabu cha Mhubiri sura 4 mstari wa 9 mpaka 12, afadhali wawili kuliko mmoja, kwa sababu wana thawabu nzuri kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, huyu mmoja atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakikaa pamoja huwa na moto, lakini mmoja aliye peke yake atapataje moto? Na mtu akiweza kumshinda aliye peke yake, wawili watasimama mbele yake, na kamba ya nyuzi 3 haiwezi kukatika upesi. Nataka utambue ya kwamba kuna faida kuu 3 kama sio 4 za baraka za kukaa pamoja kwa umoja pasipo msuguano. Baraka ya kwanza anasema afadhali wawili kuliko mmoja. Kwa hiyo baraka huambatana na umoja. Baraka huambatana pale mume na mke wanaposimama kama timu pasipo misuguano. Namba 2 anasema kwa maana wakianguka, huyu mmoja atamuinua mwingine. Kazi ya ndoa ni kusapotiana, ni kutiana moyo, ni kuinuana. Kwa hiyo kunapokuwa kuna misuguano, hii hali ya kusapotiana inapotea. Mume na mke wanapaswa kusaidiana kiroho, kihisia, kimwili, kijamii, kiuchumi na maeneo mbalimbali ya maisha. Faida ingine ya 4 ni kuinuana. Wanandoa wanapaswa au wamekusudiwa kuinuana, kila mmoja katika changamoto za maisha. Maisha yanayo changamoto. Kuna siku mwingine leo yuko chini, mwingine yuko juu. Kwa hiyo yule aliye juu anahitaji kumtia moyo huyu ambaye yuko chini na kumuinua. Vile vile anasema wawili wakasimama wanakuwa na ushindi, maana kamba ya nyuzi 3 haiwezi kukatika upesi. Kazi mojawapo ya ndoa ni kupeana ushindi katika maisha. Maisha yana vita, maisha yana changamoto mbalimbali. Kwa hiyo kunapokuwa kuna umoja, ushindi ni dhahiri katika maisha. Ndoa inapaswa kuwa ni ngome ya mafanikio. Tambua ya kwamba kunapokuwa na migogoro au mmoja anapokuwa ameshushwa moyo, ni vigumu sana kwa ndoa kuweza kufanya kazi kama timu, na hivyo mlango wa kupigwa, mlango wa kushindwa hufunguliwa. Sikiliza ndugu yangu mpenzi msikilizaji, kuna madhara mengi sana ambayo yanatokana na misuguano katika ndoa. Msuguano wowote ule, wa kimaneno, wa kiuchumi, wa kimwili au wa kijamii katika ndoa, huleta madhara makubwa ndani ya ndoa. Baadhi ya athari ambazo zinatokana na misuguano. Namba 1, misuguano huleta balaa au laana katika ndoa. Mithali 3:33, Biblia inasema laana ya Bwana i katika nyumba ya waovu. Laana ya Bwana i katika nyumba
ya waovu. Kusuguana ni moja ya uovu ambao unaendelea katika ndoa nyingi. Migogoro ya mara kwa mara huweza kufungua milango ya laana badala ya baraka katika ndoa. Huwezi kuwa unasuguana na mwenza wako na ukaziona baraka za Mungu katika maisha yako. Namba 2 ni anguko la mmojawapo, hatimaye anguko la ndoa. Mhubiri 4:10 sasa, kwa maana wakianguka, huyu mmoja atamwinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala mwingine wa kumwinua hayupo. Kwa hiyo tunatambua ya kwamba ikiwa mmoja hatapata msaada ndani ya ndoa, anaweza kupoteza tumaini na hatimaye ndoa ikasambaratika. Kwa hiyo misuguano huleta anguko, misuguano huleta kusambaratika kwa ndoa. Namba 3, laana ya misuguano katika ndoa ni upweke, uchungu, msongo wa mawazo, hofu na mashaka. Wanandoa wanapokosa kuelewana, huzuni na majeraha ya kihisia huzidi. Biblia inasema kutoka kitabu cha Mithali 17:22, moyo wenye furaha ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Kuna ndoa nyingi sana sababu ya migogoro inapitia ukame wa kiroho, ukame wa kihisia, ukame wa kiuchumi na ukame katika mahusiano. Laana au balaa la 4 linalotokana na ndoa ambazo zina migogoro, anasema kamba ya nyuzi 3 haiwezi katika upesi. Tambua ya kwamba kwenye wawili kuna nafsi ya 3. Kila ndoa inayo nafsi ya 3. Iwapo mume na mke mtakaa kwa umoja, kwa amani, kwa mshikamano, kuna nafsi ya 3 ya Mungu ambayo daima itakuwa ikiwapa ushindi. Lakini katika migogoro, ile nafsi ya 3 ya Mungu huondoka, nafsi ya 3 ya Ibilisi ndiyo ambayo inaachiliwa. Hivyo kushindwa maeneo yote ya maisha kwa sababu ya kukosekana kwa nafsi ya 3, yani Mungu, huwa ni matokeo ya ndoa zozote zile zenye migogoro. Mathayo 19:6, basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Ni vigumu sana kushindwa katika maisha, ni vigumu sana kushindwa katika ndoa wakati mume na mke wanasapotiana, wanasimama kwa umoja, wanakaa kwa maelewano. Ni ngumu sana kwa nafsi ya 3 kuingia na kuisambaratisha hiyo ndoa. Kwa hiyo ni kukosa hekima kwa wanandoa ndiko ambako kuna ruhusu migogoro katika ndoa. Kama kweli wewe unapenda nafsi yako na unaipenda ndoa yako, utapambana kuhakikisha ya kwamba migogoro haikai katika ndoa yako. Ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaondoa migogoro au kuepuka migogoro katika ndoa yako? Namba 1 ni kumweka Mungu kwanza, kumweka Mungu mbele kwanza. Zaburi 127:1, kama Bwana asipoijenga nyumba, waijengayo wafanya kazi bure. Pale mke na mume wanaposimama pamoja na kumtumaini Mungu, kuomba pamoja, kushiriki neno pamoja, kufanya ibada pamoja, ndoa hufanyika kuwa imara. Sehemu yoyote ile ambayo Mungu huketi, migogoro ni ngumu sana kushamiri. Ndoa ya kwanza ya Adam na Eva, mgogoro ulivyokuja, wakajikuta ya kwamba wamesambaratika, wakajikuta ya kwamba wako uchi, Mungu akaja na kusababisha marejesho katika ile ndoa ya kwanza. Naona Mungu akirejesha ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Namba 2, namna kuepuka misuguano na migogoro katika ndoa ni kuwa na mawasiliano yaliyo bora. Mawasiliano yaliyo bora, kuweka mawasiliano wazi, kuepuka kunyamaziana na kueleza hisia kwa upendo kunasababisha ndoa iweze kuwa imara. Yakobo 1:19, basi ndugu zangu wapenzi, kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, si mwepesi wa kunena, si mwepesi wa hasira. Pale ambapo wanandoa wanasikilizana, pale ambapo wanandoa wanaelewana,
pale ambapo kuna mawasiliano ya uwazi, mawasiliano ya uhuru, mawasiliano yasiyokuwa na hofu, mawasiliano yenye tija, ndoa ni lazima ijengeke. Maneno mazuri ni matofali ambayo yanajenga ndoa. Unaweza ukajenga hisia za mke wako, unaweza ukajenga hisia za mume wako kwa kumpatia maneno mazuri. Namba 3, namna ambapo tunaweza kuepuka migogoro ni kusameheana. Sisi kama wanadamu tuna mapungufu. Wakolosai 3:13, mkisameheana kila mtu hiana yake kwa mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Kuondoa roho ya kinyongo na kujifunza kusamehe kwa haraka ni moja ya silaha na ngome kubwa ya mafanikio katika ndoa. Namba 4 ni kushirikiana katika kila jambo. Amosi 3:3, je, wawili waweza kutembea pamoja isipokuwa wamekubaliana? Ushirikiano na mshikamano katika maamuzi, malezi ya watoto, fedha na kila eneo la maisha katika ndoa husababisha ndoa kuwa imara, husababisha ndoa kuwa na ufanisi. Na mwisho, kuwepo kwa ukaribu wa kihisia na kimwili. Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari wa 3 mpaka wa 5, mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Msinyimane, isipokuwa mmepata patana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali. Kuepuka upweke wa kimwili na kihisia kwa kupeana muda wa pamoja ni jambo moja kubwa sana la msingi. Hivyo ninapokwenda kumaliza, tambua ya kwamba misuguano katika ndoa husababisha kuvunjika kwa uhusiano, upweke, huzuni na hata kuvunjika kwa ndoa. Wanandoa wanapaswa kumweka Mungu katika ndoa yao kwanza, wanapaswa kushirikiana, wanapaswa kuwasiliana kwa hekima ili kujenga ndoa yenye amani, upendo na mshikamano. Kumbuka Wakolosai 3:14 daima, zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Ninamwomba Mungu akapate kuondoa kila aina ya misuguano katika ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Kila mishale ya uchawi, uganga na ulozi kinyume na ndoa yako ninaiondolea mbali kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatamka upendo, amani na mshikamano katika ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana akapate kukupa roho ya msamaha. Ninaomba Bwana akapate kukupa neema ya kuweza kuwasiliana na kusimama na kusapotiana na mwenza wako wa maisha. Tafadhali, kwa ajili ya ushauri, kwa ajili ya maombi na kwa ajili ya mawasiliano ili kuweza kupata msaada katika ndoa yako, unaweza ukawasiliana nami kupitia namba hii 0715832005, au unaweza ukaja mahali ambapo napatikana kila siku, kanisa la Valley of Life Church ambalo lipo Kibugumo Mzambarauni stendi Kigamboni. Mungu akubariki, na unaweza vile vile kuendelea kujifunza kwa kutembelea mitandao yangu ya kijamii Apostle Robert Israel. Ubarikiwe, endelea kufuatilia mfululizo huu wa masomo ili uweze kujengeka na kuijenga ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Tafadhali, ili kuweza kuponya ndoa zingine, sambaza ujumbe huu, sambaza ujumbe huu, sambaza ujumbe huu, na Mungu akubariki na kuiponya ndoa yako unavyofanya hivyo katika jina la uweza la Yesu Kristo. Amen.